Mimi nisisitize machache tu kabla sijaenda kwenye kusikiliza hoja za wananchi. La kwanza, serikali imekuwa ikitoa fedha. Nilisema na jana nikiwa kule Tanganyika. Serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa. Serikali imekuwa ikitoa fedha kwa ajili ya ununuzi wa dawa. Na katika maeneo mengi nikipita naambiwa utoshelevu wa dawa ni zaidi ya 90%. Sehemu zingine 93%. Lakini inatokea kila mwananchi akienda kutibiwa hospitalini anaambiwa akanunue dawa kwenye maduka mengine. Utoshelevu wa 90%, sehemu moja nilipita 95%. Lakini wagonjwa 95% nao wanaambiwa wakatafute dawa mtaani. Na leo hapa nimeambiwa kila mzee akienda anaambiwa na yeye akanunue dawa, hata wale ambao kwenye sheria zetu wamepata msamaha. Hebu DMO tuambie, ninyi huku kwenye dawa mnanunuaje dawa? Kwa nini kuna utoshelevu kwenye taarifa lakini kila mtu anaambiwa akanunue dawa mtaani? Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi hapa tuna utoshelezi wa dawa kwa miaka miwili, hatujashuka chini ya 90%. Lakini changamoto kubwa tuliokuwa nayo ni baina ya sisi watumishi katika kuandika majina ya kampuni badala ya majina ya dawa tunazopokea, swala ambalo tumekuwa tukilishughulikia. Hilo ni moja. Lakini tatizo la watumishi, mnaandika majina ya kampuni badala ya majina ya dawa tunazozipokea kutoka Bohari ya Dawa ya Taifa MSD. Mimi sijakuelewa. Mnaandika majina ya kampuni badala ya majina ya dawa. Hiyo ndio inaleta 90%. Tuna zaidi ya 90%, lakini dawa tunakuwa nazo, isipokuwa kuna changamoto ya tunazozipokea, malalamiko ya watumishi, wanaandikiwa dawa ambayo tunayo inaandikwa jina ambalo sio la dawa tulionayo. Kwa mfano, paracetamol inaandikwa kwa jina la kampuni ambayo haisomeki kwa jina letu, kitu ambacho ni changamoto ya watumishi. Hilo moja. Lakini jambo lingine, nyie watumishi wenu hawajasoma? Wamesoma, lakini kulikuwa na inakuwaje dawa zipo, dawa mnazo zinaonekana hazipo, na mnalazimisha wananchi wakahangaike kutafuta dawa, na dawa zipo, serikali imenunua, zimeshafika? Ni kweli Mheshimiwa, tunakiri kwamba changamoto kubwa ilikuwa ni sisi wenyewe, lakini tumelifuatilia na tumewachukulia hatua baadhi ya watumishi ambao malalamiko yalitufikia. Nani na nani amechukuliwa hatua? Tuna watumishi 3 ambao wameshachukuliwa hatua. Hebu kamanda wa TAKUKURU, fanya uchunguzi kwenye huu mchezo wote huu, nipate taarifa hizi. Usikute wananchi wanalazimishwa wakanunue madawa kule. Serikali inaleta dawa hapa, zinaonekana hazipo. Usikute kule wanakoambiwa wakanunue ni maduka yenu, mnatanguliza dawa kule. Sawa. Mmeaminiwa, mnakoseaje kwamba mmekosea jina la dawa mpaka dawa zipo kwenye store yenu, wananchi wanakosa dawa na wanaume wanahitaji dawa hizo? Kamanda, ufuatilie na wote ambao wanahusika, wote wanaopokea dawa, wote wanaoagiza, wote wanaotoa hizo dawa, na wale wanaosema dawa hazipo. Hii michezo tunasababisha serikali inatukanwa, kumbe serikali imeshatimiza wajibu. Nipate taarifa na nijue wale wote waliohusika na nijue hatua ambazo zimechukuliwa. Watu mko kazini kila siku, mmepokea dawa nyewe wenyewe, mnatuambiaje kwamba zilitajwa kwa jina la kampuni? Kwamba jina la kampuni hilo imekuwa mitishamba. Sasa mlizileta za nini pale?
nipate wahusika wote ambao wamehusika na hili. Sawa. Haya ni mambo ya mizaha. Mnakuwa mnawaza nini? Na mnaeleza kiurahisi tu kama vile hatuongelei watu wanaoumwa. Nipate taarifa ya wote waliohusika, lakini kamanda, fuatilia mtiririko wote, fedha zinazotolewa kwa ajili ya kununua dawa, fedha zinazotumika, dawa zinazonunuliwa, dawa zilizopokelewa, dawa zinavyotolewa, zimekwenda wapi? Hatuwezi tukawa na taarifa kila leo 90%, 95%, kila mtu anaelekezwa akatafute dawa mtaani. Duka la mtaani linatoa wapi dawa ambayo serikali inakosa?